factor ambaye hata kocha Fadlurahman Davis alikuwa akimhitaji kwa kiwango kikubwa sana. Ni mchezaji ambaye anaweza akaamua chochote muda wowote. Ni mchezaji ambaye anapunguza kazi kwa kocha. Ni X factor. Sasa kama una mchezaji kama huyo kidogo inakuwa ni changamoto. Na mimi ningetoa wito akademi zetu ambazo tuko nazo, huyu ndo angekuwa ni mfano wa kuigwa. Wako wengi, yuko Pacome Zouzoua, lakini pia yuko kiungo mwingine ambaye tuko nao kwa hivi sasa ambaye namuona kiungo mtembeza timu kwa ubora wake, mwenye jicho la kupiga pasi accuracy, Mohamed Dombia. Ile ni habari nyingine shaka. Nawaambia ni ule ukweli. Pacome Zouzoua ni fahari ya Watanzania. Pacome Zouzoua anafurahisha mpaka wana Simba. Ni jambo la ajabu sana hili. Pacome Zouzoua wana Simba wanamkubali sana sana. Huo ndio uhalisia. Kama Ambokile mpaka Simba wanamkubali Pacome Zouzoua. Yeah, ndio kweli. Lakini tumemwona pia Celestine kwa Dudu wa Shawashi kama ambavyo wana Yanga wanamuita. Yeah. Wengi wakisema bado hawajaona delivery yake moja kwa moja. Yeah, kwangu ninachoweza kukisema tumpe time ya kuweza kuadapti. Pacome ambaye tunamuimba kwa mayowe leo hii sio Pacome ambaye alianza msimu ule akati anakuja. Si ndio? Azizi ambaye tunamuimba leo, si ndio, ambaye katika ligi yetu na kufanya makubwa, sio Azizi yule ambaye alikuja katika msimu wa kwanza. Umenipata vizuri? Ndio maana nikasema tu na akiba maneno. Na uzuri wa Young Africans walivyo, kama mchezaji ni galasa wanakunyoa. Hata dirisha dogo utoboi. Lakini kwa wewe ulivyomtizama kwenye mechi kadhaa ambazo amecheza, umelizishwa na kiwango chake? Kimsingi ni mchezaji ambaye anahitaji muda kuweza kuadapti mazingira. Lakini sio ni mchezaji ambaye kwamba sasa hana control. Si haiwezekani. Ni mchezaji ambaye ametoka ligi kubwa pia, si ndio? Lakini mchezaji ambaye hata kwa national team ambayo mara ya kwanza kuitwa kuna kitu ambacho amekifanya ambacho ni kikubwa pia. Kwa hiyo siwezi nikasema kwa hivi sasa niseme Celestine Ekua hamna kitu. Hii ndio mechi ya kwanza. Mimi sio mchambuzi au mtu wa maoni ya michezo ambaye anakurupuka from nowhere. Na ndio maana kama utakayomfuatilia yale yote ambayo nimeyasema, hakuna moja ambayo haijatokea. Mimi siwezi kukurupuka hata siku moja. Lakini Ambokile, kwa jinsi ambavyo inaonekana kikosi cha Yanga ni kama kaukani kuvae. Wachezaji ni wale ambao tuliona msimu uliopita wakiwa na kiwango bora. Hawa wengi ambao wamesajiliwa bado hatuoni wakideliver moja kwa moja. Ni wachache kama ambavyo umewataja kama Dombia na wengine. Yeah, ninachoweza kukisema ni kwamba hii ni mechi ya kwanza. Umenipata vizuri. Lakini kipindi cha kwanza tumeona maingizo mengine. Kipindi cha pili tunafanya maboresho ya wachezaji wengine kuingia, si ndio? Kwa hiyo siwezi nikasema kwamba ni kikosi ambacho nikauka nikuvae, nitakuwa ni mtovu wa nidhamu. Leo ukiangalia hata Liverpool ambaye imefanya usajili kwa asilimia kubwa, utasema Liverpool ni kikosi kauka zikuvae. Na kuuliza swali wewe, maana unajua uje na mifano ambayo ni hai, si ndio? Barcelona ambayo inacheza kwa hivi sasa. Kile tumeiona Yanga ikitakata kipindi cha pili baada ya kuingizwa kina Pacome, Mudathir Yahya ambao walikuwepo tangu msimu jana hapa. Sawa, moja kati ya kitu ambacho tumeona cha utofauti katika kipindi cha pili ni kwa sababu ya kupatikana kwa muunganiko wa wachezaji, kupatikana kwa chemistry ya mchezaji mmoja kwenda mwingine. Wale ni wachezaji ambao wanafahamiana kwa kiwango kikubwa. Hawa ni wachezaji ambao wameingia kwa asilimia kubwa. Ukiangalia katika pingili za mgongo wa Young Africans pale kati, alikuwa Balakonte, alikuwa pamoja na Lassine Kouma, alikuwa pamoja pia upande wa pembeni alikuwa ni Celestine Ekua. Bado utakuja kuona ni ngumu kupata coordination, kupata chemistry, si ndio? Kati ya Balakonte na Lassine Kouma katika mechi moja ya ligi kuu. Kumbuka ni mechi ya kwanza kucheza pamoja. Si ndio? Uongo kweli? Kama nakosea mtanisahihisha. Hii ni mechi ya kwanza kuweza kucheza. Faida ambayo nawakumbusha kwa mara nyingine tena, Young Africans ambao tuliona ina chemistry kwa muda mfupi, si ndio? Ni ile Young Africans ya unbeaten 49. Why? Ilikuwa ina wachezaji ambao wametoka eneo moja na wanaelewana. Yaani ilikuwa ni rahisi kujua Juma Shabani kumjua Jesus Moloko, kwa sababu wametoka timu moja na wana ubora pia. Jesus Moloko ilikuwa ni rahisi kumjua mikimbio au kujua mikimbio Fisto Kalala Mayele, kwa sababu wamecheza timu moja na wanajuana. Wanipata vizuri? Na walikuwa wako bora pia. Hasa hawa sio wachezaji wabaya. Ndio maana nikasema kwenye kikosi Young Africans hiki ambayo kimeingia kipindi cha pili, kocha ana kazi ya kuharmonize kwamba sasa namtoa mtu fulani akacheze na mtu fulani. Mechi ya Young Africans na Rayon Sports tuliona kuna kitu ambacho Pacome alimsoma mapema sana Boyeli. Wanajuana. Lakini wakafahamiana chemistry ya muda mchache sana, kila mmoja mpaka kashangaa. Lakini Ambokile, tumalize labda na hili. Wengi bado hawafurahishwi na kiwango cha kocha ya Young Africans, Romain Folz. Nimeona makala nyingi zikiandikwa kipindi cha kwanza kuhusiana na kocha na timu pia jinsi ambavyo inacheza. Lakini kwa upande wako unaridhishwa na kiwango cha kocha. Hii ipoje Ambokile?
Nachoweza kukisema, naomba nipatiwe utafiti wa majawabu. Kocha ambaye amekuja mechi ya kwanza kwenye kikosi kipya akawafurahisha washabiki wake, nitakuwa najibu na hilo. Lakini kiuhalisia, ndio maana nikasema ingekuwa ni mechi ya 5. Unaona madudu haya kweli. Umenipata vizuri? Ambao mnaoyaona watu wanaandika makala za kutosha. Wanaoandika makala wenyewe mpira hawajui. Hao nao wasema wanaandika mpira hawajui. Lakini mimi siwashangai kwa sababu namna ambavyo Young Africans inavyosemwa, namna ambavyo kocha anavyosemwa ni kutokana na ukubwa wa Yanga. KMC imefungwa jana, mmeoji. Sasa amekuja kocha ambaye alifanya makubwa wa timu ya taifa. Mlihoji lakini. Mlihoji wapi? Kwa ukubwa kama wa leo. Kipindi cha kwanza makala zaidi ya 80 kocha Romain Folz. Why? Ni ukubwa wa Young Africans. Umenipata vizuri? Ni mafanikio ya Young Africans. Uwezo ukata kuijadili leo hii Fountain Gate ambao unajua kabisa inacheza na Simba wakati hiyo inachezaji 13 kwenye benchi. Unataka kusema nini hapa Ambokile? Mechi ya kesho ni kibudu kwa Simba. Ambokile, mechi ya kesho ni kibudu kwa Simba, ndio uhalisia. Unabisha njoo na fact. Hii ni mara ya pili uhuni unafanyika. Lakini wachezaji waliopo wanatosha kwenye mechi ya kesho kwa sababu sikatai. Why kwa kuna mgongano kwenye mechi hii inarudia kila siku? Why? Amjiongezi tu. Leo majibu ambayo nayapata eti kwamba kwa kuna changamoto ya mawasiliano. Ina maana ambao tumewapa kazi wanafanya kazi nyingine. Manake FIFA wanawasiliana na TFF. TFF inawasiliana na mwanachama wake ambaye ni klabu. Si ndio? FIFA imemaliza mapema jamani, hawa watu washalipo wafungulieni. Eti wewe kufungua tule mfumo wa TFF FIFA Connect changamoto. Eti nilichelewa. Serious. Kuna haki ya watu kutokuongeza mikataba kwa haya mambo. Huo ndio uhalisia. Haiwezekani. Unataka kusema kama Simba kesho watashinda, hawapaswi hata kushinda? Ni mechi nyepesi sana kwa sababu ni yale yanajirudia yale. Mechi ya Simba na Fountain Gate MC. Yalitokea haya. Si ndio? Unakuja kuona Fountain Gate hata on target moja hawapati. Uwanja umeinama mwanzo mwisho kwa sababu ya mambo ya kihuni. Eti wewe unasema eti dirisha, haiwezekani. Unafanya kazi gani kwenye shirikisho? Haiwezekani. Na mimi nimepongeza hiki ambacho kinachoendelea kwa hivi sasa. Lazima tupate watu ambao ni active, ambao wanakwenda kutimiza majukumu yao. Na narudia tena, msimu huu kama imepangwa ubora wa Simba, sikibezi kikosi cha Simba. Simba na kikosi kizuri tu. Umenipata vizuri? Kama Simba imecheza kwa ubora wake msimu huu kuwa bingwa, acha iwe bingwa. Kama Yanga imecheza kwa ubora wake msimu kuwa bingwa, acha iwe bingwa. Lakini tuache kufanya hizi favoritism za kihuni ambazo tuko nazo katika ligi yetu. Haiwezekani mpira kwa namna hii. Umenipata vizuri? Watu wacheze kwa ubora wao, tuone. Eli Mpanzo anapambana. Tuone Pacome Zouzoua anapambana. Hiyo ndio maana lisa ya ligi ya ushindani. Kwamba mechi ya Simba na Fountain kuna uhuni unafanyika. Hii ni mara ya pili. Wewe si mwandishi? Msimu ulioisha nini kilitokea? Naomba nipe majibu wewe. Lakini hii Simba hausiki nayo moja kwa moja. Haifa nini? Hausiki nayo moja kwa moja. Sikiliza, kwa nini inakuwa ratiba ni ile ile? Alafu na uhuni nafanyika ni ule ule. Assalamu alaikum.